which kabla hujampeleka kwenye machine you have to register details zake zote, jina lake, jina unaitwa nani? Rosemary. So after ngoja nikuonyeshe, after umeandika hizi details, ili uweze kudetect lazima ubonyeze hapa hivi ndio ina okay, then start detection. Okay, so from there sasa ndo namwambia okay, mteja wetu utaingia hapa kwenye mashine yetu, make sure unafunga macho, kidevu kiwe hapa taratibu. So hapa hivi ndio vitu ambavyo mashine yetu inaangalia. Hapo inakuwa ina load kabla hijaleta test report, ila sasa unamuelezea mteja wetu. Hapa tu mashine yetu itaenda kuangalia vitu vifuatavyo. Itaangalia moisture content kwa maana unyevu na mafuta. Itaangalia if you have wrinkles, if you have any dark cycles. Ukiwa unabonyeza hapo huko hivi ndio inaonyesha ita detect nini kwenye results ya. Then hair follicles kwa maana ya skin folds za kwenye ngozi. Acne if you have acne issue. Sensitivity if your skin is sensitive, and pigmentation. Sasa umeona hizi labels huku juu, hii ndio inatuonyesha kwamba on water and oil kwenye test report tutaangalia kwenye which sector. So kwenye test report yetu ukitaka kujua kama mtu ngozi yake ina mafuta au ina unyevu, you will look on the moisture content and the grease level kwenye test report. So from there tukienda kule utaona zaidi on wrinkle area, kama mtu to know kama ana wrinkles or not, utaangalia kwenye skin texture na skin wrinkles kwenye test report. Then the eye rim area utaangalia the issue ya dark cycles. For the hair follicles tunaangalia skin pores, blackheads na horny plaque. So tukienda kwenye test report tutakutana na hizi terms. For the acne issue utaangalia acne and pore trim. Alafu sensitivity, red blood, near infrared region na red zone. Kwa hivi vitu vyote vitatest sensitivity. Then the pigmentation inatesti vitu vingi. Pigmentation, surface spot, deep spot na UV spot. So test report itatuelezea vizuri zaidi. So you see, so hapa vyote tulivyokuwa tunavionyesha ndio hivi hapa. Tunamwambia kwamba okay, hii ndio report yetu. The issue ya pigmentation ni yale madoa ya kwenye ngozi, of which imekuwa imegawanywa katika vitu vitatu. Surface spots ni yale madoa ambayo yanaonekana kwa macho, deep spots ni zile ambazo zinakuwa ndani kabisa kwenye ngozi, UV spots ni zile zinazosababishwa na mwanga wa jua ya miale. So unaanza like surface spots for you iko vizuri, not bad, maintain kwa maintain hydration, kwa sababu surface spots mara nyingi inasababishwa na unyevu na dry, ngozi kakavu inatengeneza zile spots. So unamwambia like maintain hydration. The deep spot hiyo inasababishwa na vitu vingi, pia jua, sometimes kama ni mtu mwenye acne issues inaleta zile spots. Kwamba ukanini ili uandike au sasa fanya hivi. Umeona hapa nimekuelezea, then hii report uzuri ina save huko. Sasa ndo unakuja unachukua notebook, then una spot kimoja kimoja. Itakuwa sawa. Yeah, so for the deep spot hii inakuwa ni yale madoa ya ndani kabisa. Unajua kwamba ni yale madoa ya ndani inasababishwa na vitu vingi kama jua, chunusi. Mtu kama ana chunusi, zile spots zinakuwa ziko in deep mpaka ndani. So you need to treat deeper. Which hapa kwenye deep spot sasa ndo kuna treatment tofauti. Hapa mimi nakuelezea tu in general, ila tutaenda sasa tujue hii treatment gani ni hivi. So for deep spot normally tunafanya chemical peel na microneedling for the deep spot. Kwa nini? Kwa sababu ngozi ina madoa ndani. Kwa ukitumia products haitakuwa rahisi kuondoa yale madoa. Yeah. So you need to use invasive procedure ambayo inaingia mpaka ndani. Let's say chemical peel na microneedling. Chemical peel, have you ever heard of chemical peel? Yeah, so chemical peel iko hivi. Ni kama chemical unapakwa, then ngozi inakuwa ina peel off. Kama ushakuona hata kwenye videos watu wanapost nakuta ngozi kama inatoka. So ile inasaidia like kuiondoa ile ngozi ya juu, ile baki ile baby skin ya ndani. Alafu microneedling inakuwa ni kama visindano vidogo vidogo. Vinakuwa vinapita kwenye ngozi, vina break ile ngozi ya nje. Alafu ile ya ndani sasa ndo itoke. You see? So ile inakuwa more of treatment ya ndani sana. Ukitumia products mpaka zipenetrate inakuwa ni ngumu. Umeelewa? So this is all about the deep spot. So at least umepata idea ya microneedling and chemical peel, then ndo tutakuja sasa tusome in deep. UV spot hapa ni yani like spots zile zinazosababishwa na jua. Mwambia like sio kwamba ni jua tu, hata indoor lights pia zinasababisha hizo spots. So you need like kutumia sunscreen mara kwa mara, rather than also ukiachana na kutumia kila siku, you need to reapply like umepaka asubuhi, baada ya muda jioni mchana
unapaka tena, you see. So hii ndio namna ya kumwelezea mteja. The moisture content, hii ni swala la unyevu. So you say like moisture content, ngozi yako iko vizuri. So hizi hapa nilisema kukwambia hizi ni percentage ya hizi 65 30 below 50 ndo the main problem mtu anahitaji afanye matibabu, but above 50 inakuwa ni just maintenance. So from here labda the moisture content is 65, so hivyo uko vizuri, lakini inabidi maintain kwa kutumia products ambazo zinaongeza unyevu mzuri kwenye ngozi, you see. The grease level, hii ni swala sasa la mafuta. If you remember kule mwanzoni nilikuwa nakwambia kama ukitaka kujua ngozi ya mafuta utaangalia on the grease level. Yeah. So hapa ingekuwa like reddish or nini, ungemwambia kwamba okay, ngozi yako wewe ina mafuta, but for this one means kwamba ngozi yake is moderate oil secretion. Maelezo ukija kuyapitia vizuri pia itakupa mwanga uelewe vizuri zaidi, ila in general inakuwa hivyo. Also the skin texture, hapa sasa ndio una uwezo wa kujua kwamba ngozi ambayo skin texture yake iko vizuri, ina maana ina lock maji vizuri, ina lock unyevu vizuri, in case of wrinkles hana hivyo. Umeona kama huyu skin texture is good, it can lock in water and avoid dehydration hivyo. Sasa mostly hapa ni tunaangalia unyevu ule, kama ina lock vizuri na skin texture lazima itakuwa plump, itakuwa ina muonekano mzuri. So this is good. Skin wrinkles the same hivyo, like kama mtu hawezi kutengeneza zile wrinkles, kwa maana kama ngozi ina unyevu hata kunini kusinyaa inakuwa ni ngumu, yeah. So from the issue ya skin pores, hapa sasa ndio tunaangalia pia swala la uchafu wa ngozi, ndio namwambia like hivyo. Skin pores sasa ni yale matundu ya kwenye ngozi, which haya ndio na kama uchafu kama vile breakouts hizo, sometimes mtu anakuwa kama ukiminya vinatoka kama uchafu na nini. So hii hapa skin pores ikiwa like huyu hapa ya kwake si shida sana, ndio maana it's above 50, lakini pia so haiko vizuri, ndio maana hapa nakwambia the skin cleaning work is not done properly. The pores are blocked by dirt and the skin metabolism is not smooth. So kwa huyu anahitaji afanye facial. For her hajafanya facial kwa sababu she is pregnant, so hajafanya kwa muda mrefu. So unakuta unamshauri kama sasa ni mteja mwingine, unamwambia umeona hapa the skin pores issue hapa wewe si sana, lakini unafaa kufanya facials za mara kwa mara. Unafaa kufanya nini? Kufanya facials. Ukifanya facials ngozi mbili kama kawaida. So unafaa kufanya facials za mara kwa mara ili uweze kusafisha pores, ngozi yako iweze kufanyaje, iweze kuwa safi. On the blackheads issue sasa iko hivi. Umeona kama hizi pores zikiwa zina mafuta yakajaa au na hayo uchafu unatokana na jasho, mafuta yenyewe, dust, hizi vumbi. Sasa zile zikiblock, zikiwepo kwenye ngozi zina block. Zikiblock sasa ndo unapata mtu breakouts, of which sasa ndo hizi blackheads. Sasa ile blockage ndo hizo blackheads sasa ambazo unakuta ni kama ndo sasa utakuja kuona on facials, utakapokuwa unaenda unaangalia utakuta like kuna ile extraction process, unatumbua kitu kinatoka kirefu, so those are blackheads. Inakuwa kuna accumulation ya hizo uchafu mpaka una clog sasa zile pores, ndo blackhead. So for her she is good. Mwambia okay, kwako yupo vizuri, lakini ili usiweze kufika hapa inabidi maintain usafi wa hizo skin pores. Sasa from blackheads hapa ndo zinakuja acne. Umeona sasa zile blockage zikiendelea ndo mtu sasa anakuja kufika kwenye acne issues. See? So unamwambia kama mtu ana shida kwenye blackheads the same, unamwambia okay, maintain hii kwa sababu usipoweza utafika kwenye acne issues, so we don't want to get there. Inabidi uweze kutreat ili issue ya nini ya blackheads hivyo. Honey plug issue hii pia inahusiana tu na hii kwa sababu ni normal cleansing of the skin. Kikawaida physiologically ngozi inajisafisha. I think that also unaijua vizuri. So mtu ngozi ikiwa like evil damaged, hapa sasa pia inakuwa ngozi haiwezi kujisafisha tena. Kwa sasa mtu mpaka anafika hapa, ina maana yeye kashapata acne issues, kashachoka sasa. Na ngozi nayo ishakuwa tired. So hapa kuna issues za cleansing na nini hivyo. So for acne hivyo namwambia wewe kwa yeye sasa it's normal, hana acne. Namwambia okay, una acne. Kama in case hapa it's reddish or below au 55 ngapi huko, unamwambia okay, umeona hii sio mzuri, unabidi ufanye lakini it's not safe. Kwa unabidi ufanye facials, lakini uwe na the right product for your skin ili uweze kutreat ngozi na treatment pia. Pore the same. Hii hapa pia inatusaidia kujua the acne issues kwa sababu inatupa overview ya facial oil secretion ikoje. So for her it's normal, which is good, lakini pia unamshauri you have to maintain it hivyo. Haya, dark circles ndio ile weusi sasa chini ya macho, which mostly inasababishwa na acne. Like mtu anakuwa na kuchoka, mtu anachelewa kulala, like hizi screen lights, yani ile like kuchosha ngozi ndio inaleta zile dark circles. So kwa mtu ambaye unakuta like hapa kuna tatizo, anamwambia like unalala muda gani, anakuambia mimi nachelewa kulala. Unaamka saa ngapi? Saa 10 nawahi kazini.
Umeona, unamwambia okay, sasa from there you have to maintain uweze kusaidia usipate hizi dark cycles like hivi. Nakumbuka mara wakati tunafanya kule kwenye sensitivity nikwambia the red blood and the red zone it indicates sensitivity of the skin. Ikiwa bluish hapa na percentage unaona ni 67 which is good for her, skin yake sio sensitive. Lakini ukuta mwingine hapa it's red, kwa namwambia ngozi yako iko sensitive, na of which kama ngozi ni sensitive inabidi usitumie active products. Ukuta mtu anatumia vipodozi vikali which sensitivity yake inazidi weak. Aya, sasa sensitivity ikiwa ina shida, hata barrier, skin barrier pia inakuwa ina shida, like it's weak. You need like kutumia products ambazo zita repair your skin barrier. Sasa tutaenda huko tujue products that repair skin barrier ni zipi. Okay, also pia natakiwa kutumia active products kama retinols hivyo. Haya, unamshauri, unamwambia pia acha kufanya facial, inabidi unafanya facials ambazo they calm your skin. So hii na hii hapa zinaendana. Kwa sababu ngozi ikiwa sensitive or ikiwa a bit weak, circulation, so red zone is all about circulation of the skin, so circulation pia inakuwa more weaker. So unamwambia like wewe umeona kama wewe ngozi yako sio sensitive lakini circulation yako iko vizuri, why also facials. Unajua unapotoa pores zinakuwa like zina ruhusu air, ina maana breathing and circulation of the skin inakuwa more even, yani more strong. So for her hii hapa ni a case kwa sababu pia skin pores sio safi, kwa hiyo zile pores ndo zinawezesha like ngozi ipumue, hata the breathing. Unajua oxygen and circulation they go hand in hand like hivyo. Kwa sasa huyu ngozi yake haina uwezo wa kupumua vizuri, though for red zone kwake so circulation yake pia si it's a bit weaker, but unamwambia like hivyo. Sasa kwa hiyo for this case you need facial. For this sensitivity you are good, but you maintain it, don't use active products if also ni infrared region. Sasa hapa pia tunaangalia the issues ya sweat glands, zile zinazotoa jasho. Kama kuna blockage of the sweat glands, ina maana mtu lazima apate matatizo. Kuna issue inaitwa syringoma, tutaenda huko tutaona, unazijua yeah. So hizo pia zinasababishwa na overactive sweat gland, of which ni tatizo, na maana mtu mwenye hiyo case hapa pia kutakuwa na issue. Also kama mtu ana secrete more of oil, skin yake ni oily, hapa pia kutakuwa na issue, kwa sababu hapa we talk on the glands, the sweat gland, the sebaceous gland ambayo ina secrete mafuta. Kwa hivyo vyote hivi vikiwa na shida, hii hapa ina detect. Lakini for her because skin yake haina oily na nini, so hii hapa haina shida, umeelewa? That is all about the skin analysis. Cha muhimu tu cha kujua hizi ni colors. The red zone ndo the main problem. Mwambia like hapa tutaona colors tofauti. The red ita detect kwamba ngozi yako inahitaji matibabu na ina need deep care. The blue one ni normal, just maintenance. Kuna hii hapa kama hii hapa, hii pia ni huko unaelekea kwenye red zone, yani wewe uko katikati, yani uko kwenye hatari, kwenye uelekeo wa hatari. So you need to maintain hichi kitu ili usiweze kufika kwenye hatari yenyewe. Then the green zone sasa ndio yuko kwenye safe zone, like your skin is more, skin texture is good, skin wrinkles huna hivyo. Lakini pia mnamshauri ngozi yako si nje tu imeharibika, unamuonyesha hapa inakileta labda unaona hapa hivi ndo unaona kama kuna pigmentation ya kutosha, ngoja nikuonyeshe ndani. Ngozi yako si nje tu. Au mwingine unakuta ulimpa product mwezi uliopita, anarudi anakuambia sijafanya kazi, akwambia zimefanya kazi, ngoja nikuonyeshe. Unamuonyesha hii ngozi yako, umeona kama haya ni mafuta, kwa kwake si sana. Mwingine unakuta sasa zimepop mpaka huko hivi ngozi imeharibika, unamwambia umeona ngozi sio hapa tu, hadi huko hivi chini inakuwa imeharibika. Sasa huyu ya kwake ni nzuri, huwezi ukaona tofauti, ngoja nitakuonyesha ambayo ina shida. Sasa unakuta mwingine imemenyeka mpaka huku chini afu ni dark. Sasa huyu yake nzuri, ndio maana it's white, na pia unaona barrier yake iko strong enough. Sasa mwingine unakuta imemenyeka mpaka huku chini, unaambia umeona hii shida yako si ya juu tu. Kwa hiyo unaona kama lesi unataka kumuinfluence afanye microneedling, ndio unamwambia kama hiyo, fanya microneedling ndio itakusaidia.